Bona ne mchungaji. Bona ne mtu wa Mungu. Nafurahi sana kuona na leo tuko 2026. Ndio. Hapa mahali ambapo tuko ni kanisa letu mpya ambalo linaitwa Jesus Christ Roi. Ndio. Kanisa lina miezi miwili. Ndio. Kama mchungaji unajisikia aje kuanza kuona labda miezi miwili ukubwa ambao kanisa letu limekuwa nalo, idadi ya watu na maendeleo ambayo tumeweza kuyapata? Kwanza tunamshukuru Mungu kwa neema yake. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tunaona kila ambacho anafanya kwenye kanisa lake. Kanisa liko hapa miezi miwili. Tulivyoanza tulikuwa kama watu 41, lakini ukiangalia hapa tumefika watu 65. 65 hapo kuna wengine wetu ambao hawajaingia. Tuseme tunaona neema ya Mungu. Mungu anaonekana kwa kanisa lake, kwa sababu kila siku tunaona upya. Kila siku tukija kanisani zinakuja sura mpya ambazo zinaungana na kanisa. Hivi inaonyesha ukuaji wa kanisa. Kwenye miezi miwili tunaona kanisa jinsi linavyokuwa tayari. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Asante sana. Na labda pia niendelee kuuliza, hatukuwa hapa. Kuna mahali ambapo tulikuwa mwaka jana. Mengi yamesemwa, maneno mengi yamesemwa kwamba labda mnapigia watu simu. Wengine wanasema kwamba kuna watu ambao mnapigia simu ama sisi tunapigia simu ili kuwaondoa mahali ambapo wako ili watupate. Je, habari hizo zina ukweli gani? Habari hizo hazina ukweli. Ukweli wa maneno ni kusema kwamba mipango ya Mungu iko tofauti na wanadamu. Mungu anavyopenda kupanua kanisa lake, anafanya ile ambayo inaitwa kama vile division cellulaire. Selile ikifanya division inaunda selile zingine, sio kwamba imeharibika, imepotea, hapana. Inamaanisha kanisa letu ambalo limebakia pale ni kanisa letu kwa sababu linasema jina la Yesu Kristo, na ni kanisa letu ambalo sisi tulikuwa pale tumelianzisha, na ile ambayo tuko nalo ni muendelezo wa lile kanisa vile vile. Inamaanisha Wakristo ambao wako hapa kwanza ni watu wazima na ni watu ambao wanajichagulia walipo. Kanisa ambalo tulitoka liko na Wakristo wake, na kanisa ile ambalo liko hapa liko na Wakristo wake. Habari ya masimu, habari ya nini, hizo ni watu ambao wanaziunda, hazipo. Na Mungu mwenyewe ametukataza hiyo habari ya kuingiana kwenye mapolemiki. Kwa hiyo hatuko mwa hizo habari, wala hakuna mtumishi yeyote wa kanisa hili ambaye anapigia mtu masimu. Ila bwana mtangazaji, niseme kwamba katika kanisa ama katika huduma, kwanza tuko jamii sisi watu. Sitashindwa kuongea na mtu wa kanisa lingine kwa sababu niko na kanisa fulani. Hapana. Ile tunazungumza, mtu kula anaweza kuwa na shida, atanipigia simu, na mimi nitakuwa na shida, nitampigia yule mtu simu. Kuzungumza na mtu ama kumpigia mtu simu haijamaanisha unamwambia mtu atoke kwenye kanisa lake. Hapana. Sababu tutaishi tuko wa ndugu, na tupo wa ndugu, tutaendelea kupigiana masimu. Na sio simu ambazo watu wanafikiria ikiitwa simu inakuwa simu ya shabaha fulani. Ndio hilo ambalo nitaka kuongea. Asante sana. Labda nikimjokia hapa admin, naweza kumsogezea labda microphone ile nimpate vizuri. Admin, wewe umekuwa ambaye unasimamia uongozi na una uzoefu mkubwa. Imekuwaje rahisi kwako kuweza kubadilisha mambo ndani ya muda mchache, kuweza kupanga utaratibu mzima na uongozi ambao ulikuwa katika kanisa lako la zamani na sasa tuko hapa? Ndani ya miezi miwili tunaona kuna mafanikio makubwa, kuna mipangilio ya vitu vinaenda kwa utaratibu. Siri ni nini? Hamna siri yoyote ambayo ni kubwa. Siri ni kumtanguliza Mungu. Ndio. Chochote kile ambacho utamtanguliza Mungu ujue kina mafanikio. Kwa kuwa Mungu ametuita tufanye hivi, sababu Mungu ametoa ile wanaitwa vipaji
mbalimbali. Kwa hiyo hapa, huyu ni mkono, huyu hapa ni mguu, huyu hapa ni kichwa, huyu hapa ni hivi, unganisha pamoja ndio mnapata yale matunda ya yale mambo ambayo mmefanya. Sio kwamba mimi ndio nimefanya yale mpaka yafikie. Ni sisi sote ambaye tumepatana ndio tumepanga. Mkono upo, kichwa kiko, mguu upo ndio mwili wa Kristo. Yaani hakuna chochote tulichofanya zaidi ya kumtanguliza Mungu mbele. Mungu mwenyewe ndio amepanga. Sababu ni kazi yake Bwana. Sisi ni wafanyakazi tu. Anatuelekeza tufanye hivi na tunachofanya. Ndio. Je, pamoja na hayo, kwa hivyo kuna elimu, kuna kipaji pia ambacho kinaweza kuchangia kuifanya kazi ya Mungu iweze kwenda mbali zaidi? Sababu labda kuna baadhi ya watu ambao wanaweza kuwa ni watumishi wa Mungu ama wameitwa na Mungu, lakini wakakosa elimu pamoja na hekima, wakaongea hovyo, wakapanga vitu ambavyo haviko sawa, wakaongea kila kitu. Je, ni nini ambayo inawatofautisha na watu ambao wana tabia kama hizo, especially wale ambao wanajiita watumishi wa Mungu? Ndio, pale kuna mambo mawili unavyozungumza. Kuna elimu na kipaji. Sasa kwa kuwa umemtanguliza Mungu mbele, Mungu anakupatia nafasi ya kuwa na mtu wa elimu na mtu wa kipaji. Sababu mtu mwenye kipaji au mtu mwenye busara anakuwa analeta solution kwa mtu mwenye elimu. Mwenye elimu analeta solution kwa mtu mwenye busara, na mtu mwenye busara anakwepa tatizo ambayo mtu mwenye elimu atakuja kulitatua. Kwa hiyo wakati mnamuomba Mungu, anawapatia nyinyi vyote hivi viwili, anawapatia busara na anawapatia elimu, na kama mtafikia hatua ya kuvitumikisha vyote, yani Mungu atakuwa amewasaidia sana na matunda yataonekana kama yanavyoonekana hapa leo. Kwa hivyo kwa kifupi ni kwamba hapa kuna elimu na kuna hekima ambayo inafanya kazi. Ndio, bila shaka. Nguvu za Mungu zinaonekana bila shaka. Amen. Hakuna aliyezidi mwenzie, hakuna. Kuna swali ambalo kidogo ni ngumu. Ndio. Ni chungu, lakini siku zote wanapenda kusema dawa isiyowasha kidonda haiwezi kukiponya. Sawa, tunakubali. Wanasema ya kuwa hili kanisa hapa Jésus Christ Roi. Ndio. Kwa sababu kuna mahali ambapo umetoka kukawa kuna mgawanyiko mwaka uliopita. Nadhani hata mchungaji aliomba akisema ya kuwa mwaka uliopita ulikuwa mwaka wa mgawanyiko. Ndio. Lakini sasa hivi tuko hapa. Kuna wale ambao wamesema mgawanyiko ambao umetokea kule ni kwa sababu ya vyeo. Nyinyi mlitaka kuwa na cheo, ndio maana mkaungana mkaja kufungua kanisa lingine hapo. Kuna ukweli gani ndani ya hilo? Hiyo ni watu ndio wanavumisha habari kama hiyo. Unajua, wakati watu mnaanzisha kitu, mnakuwa na malengo fulani. Kwa mtu kamili, wakati unataka kuenda tofauti na malengo mliokuwa nayo, na baada hamtakuwa tena katika njia moja. Alafu katika kuepuka kutofautiana, kila mtu anachukua njia yake ambayo Mungu atamuelekeza. Sababu kabla ya kufanya chochote, huwezi kufanya chochote bila kumtanguliza Mungu. Na kama utafanya bila kumtanguliza Mungu, ujue mwisho wako ni karibu hapa. Lakini kama umeomba, umefanya hiyo na idhini ya Mungu, na nakwambia ndio matunda utayaona. Kwa hiyo habari yoyote itakayozungumzwa na nini, basi Mungu mwenyewe anajua na atatoa majibu. Amen. Kutokana na mtazamo wako kama kiongozi, kama admin, kanisa hili tunaliona wapi ndani ya miaka 5 inayokuja? Ndani ya miaka 5, sikufiche mwandishi wa habari, najua kiwanja kitakuwa tayari kimepatikana. Amen. Kiwanja itakuwa ndani ya miaka 5 kama wanavyosema wewe, na tunavyomtanguliza Mungu. Amen. Kiwanja kitakuwa kimepatikana. Nashukuru sana. Amen. Tuko mwanzo wa mwaka, labda message kwa watu wa Kristo na watu wote ambao wanatutazama kupitia channel hii ya kanisa letu ambayo ni ya Jésus Christ Roi. Tunawakaribisha. Kazi tunayofanya sio kazi yetu sisi binafsi. Kazi tunayofanya ni kazi ya Mungu. Yule yoyote anaona kwamba anaweza kuwa na amani au anaweza kujumuika na sisi, tunamkaribisha. Hatuna ubaguzi wowote wa kusema hii kanisa ni la nani wala ni la nani. Ili kanisa kama jina linavyosema
ni kanisa la Yesu peke yake ndio mfalme. Amen. Halina wafalme wawili aidha watatu, ni yule yule. Kwa hiyo peke yake yule ambaye mtu ataamua kuja, tunamkaribisha. Nashukuru sana. Amen. 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 Nikirudi kwa mchungaji, labda kuna neno la kuongeza. Mwaka umeisha, mwaka umeanza, watu wamekuwa wengi kanisani na kuona una furaha. Je, una ujumbe gani kwa watu wa Trois Rivières na watu wote ambao wanatutazama? Kwanza niseme bonne année kwa kila mtu, mwaka mzuri wa 2026 uwe mwaka wa baraka, mwaka wa mafanikio, mwaka wa kila project ambayo mtu amepangilia kutimilika katika mwaka huu. Lakini pia tunasema milango ya kanisa iko wazi, watu waje wamsifu Mungu. Kila kipaji hapa kinakuzwa. Tuna mafundisho ambayo watu wanafundishwa Biblia, mtu anafundishwa kuhubiri, mtu anafundishwa jinsi ya kusimamia, unafundishwa. Yaani ndio maana tunasema watu waje, kwa sababu mtu akija, hata kama atakuwa ameenda mahali pengine, elimu atakayotoka nayo hapa ni elimu ambayo itamsaidia maisha yake yote. Yaani sisi sio kanisa tu, tunafanya ile kazi ambayo Yesu alisema, aliacha wanafunzi kwamba nimeondoka ninyi, basi nendeni ulimwenguni kote mkafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo sisi mtu anapokuja hatumchukue tu tunamwacha kanisani. Ule tunamweka kwenye shule. Anafundishwa Ukristo ni nini, anafundishwa neno la Mungu ni nini, na jinsi gani anaweza akahudumia watu wengine, na jinsi gani na yeye anaweza akapeleke injili nje. Kwa hiyo mtu akichagua kuja kwenye kanisa hili, amechagua sehemu sahihi ambayo itamkomalisha katika maisha yake ya kiroho, lakini pia atakuwa ni mtumishi wa kesho ambaye ataleta watu wengine. Kwa hiyo ujumbe wangu katika mwaka huu ni kusema amani ya Yesu Kristo ikuwe kwa watu wote. Kanisa letu ni kanisa la amani, sio kanisa la vurugu. Ni kanisa ambalo kama jinsi unavyoona wamama hapa, watu wote wana furaha kwa sababu hakuna maneno, hakuna mtu anafikiria habari nyingine ambayo iko kwenye mgongo. No, mtu yuko na amani na furaha. Kwa hiyo waje na mwaka mwema kwa kila mtu. Amen. Amen. Labda kwa wale ambao hawajui address mahali ambapo kanisa inapatikana, wangetaka kuja kuhudhuria, address kanisa. Si tuko ku 2529 Boulevard Jinash Kuga, Trois Rivières. Asante sana mchungaji. Amen. Nashukuru sana kwa wakati wenu mchungaji pamoja na admin. Asante sana. Kati ya viongozi ambao wako kwenye kanisa hili, sio wao pekee, tuna pastor ambaye ni Reverend Pastor Dunia. Nadhani amechoka, ni usiku, amepumzika, lakini naweza kumsikia tu labda kama atakuwa na neno kidogo ya kuongeza mchungaji. Ni wiki hii hapa, labda uweze tu kusema neno mchungaji. Mwaka umeisha, kanisa mpya, miezi miwili, maendeleo makubwa umeyaona. Una nini cha kuambia watu kutokana na makubwa ambayo Mungu ametenda mwaka uliopita na huu mwaka ambao tunaanza? Ndio, Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa wa Kristo. Ndio, kanisa letu inaitwa kwa jina la Yesu Mfalme. Na kama Yesu Mfalme, kanisa hili ni kanisa nzuri ambalo haina ubaguzi, halina utata, halina kusema kwamba mimi ndio fulani, bali mkubwa wetu tu sisi sote ni Yesu Kristo. Na kwa hiyo nataka kusema hivi, nyinyi wote ambao mnatusikiliza, na wapeni baraka nzuri kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na ingilikuwa heri tupate kushirikiana sisi sote kwa pamoja kwa kutizama jinsi tunavyoendelea. Tunajua kwamba mbeleni hapo, kama maono ya Mungu jinsi alivyotuagiza, ni kusema kwamba kanisa hili litakwenda kuendelea, na
litaendelea, na nyinyi ambao mnalisikia ndio tunawatuma na nyinyi upate kupanza masauti huko, upate kulitangaza kanisa hili ambalo ni kanisa linalojengwa kwa misingi ya mitume, ambayo ni misingi ya kusema huyu fulani ndio mkubwa. Hakuna mkubwa katika kanisa hili. Ni kanisa linalojengwa kwa misingi ya mitume ambao hakuna mkubwa hata mmoja. Umesema mwanzo kwamba kanisa hili halina ubaguzi. Ndio. Ulikuwa unamaanisha nini? Je, kuna mahali ama kuna kanisa lolote ambalo umeshawahi kushuhudia kuna ubaguzi ndani ya kanisa? Japokuwa ni kanisa, maana siku zote kanisa wanasema ni sehemu ya watu wote, mahali ambapo Mungu anakaribisha watu wote. Nimesikia kwenye maneno yako umesema ya kuwa kanisa hili halina ubaguzi. Wewe ni reverend pastor. Umeona makanisa mengi, umeanzisha makanisa mengi Afrika. Umeona makanisa mengi Canada. Je, kuna makanisa ambayo umeshuhudia ubaguzi ndani ya kanisa? Makanisa ni mengi kabisa kwa siku hizi ambazo zinaleta ubaguzi. Watu kusema kitu chetu cha wafulani. Lakini hili kanisa halina kitu chetu. Akina ni kanisa la wafulani. Ni kanisa la sisi sote. Yeyote yule ambaye yumo ndani na hili kanisa ni mwenye kanisa. Kama Biblia inavyosema, nasema kwamba kila yeyote yule anayeamini Kristo ni mwanamemba na ni kuhani wa kanisa. Ni kuhani wa kanisa, na yeye ana wajibu wa kusema kile chote ambacho ako nacho ndani ya roho yake. Si kusema kwamba fulani, hapana, fulani ndio atasema tu. Fulani anasema basi tu. Sisi hatupo vile. Ni kanisa ambalo lina misingi ya Kikristo, ambayo ina mkondo wa Biblia zaidi na zaidi. Na ingilikuwa heri mtutie mkono katika maombi na kumwomba Mungu atusaidie ili tupate kuendelea kimbele, kwa sababu bado tungaliki na miezi karibu 3 hii. Miwili plito. Kwa hiyo najua kwamba nitaendelea, kwa sababu hata nyinyi mliona jinsi lilivyo kanisa la bado miezi miwili liko hivi. Najua kwamba likiwa mwaka miezi 5 6 huko, Yesu atatenda kazi katika kanisa hili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana mchungaji. Tunakutakia mwaka mpya wa baraka, furaha, maendeleo, afya njema. Je, wewe una ujumbe gani kwa watu wa kanisa hili na watu wote wanaotutazama? Nina ujumbe kwa kanisa hili kusema kwamba kama jinsi Yesu alivyotuagiza kwamba tuwe na upendo sisi wote, tuwe na ushirika, tuwe na umoja. Tukiwa na upendo na umoja, basi kanisa hili najua kwamba litakwenda na sifa mzuri mbele za watu na mbele za Mungu. Asante sana mchungaji, Mungu atubariki sote. Ya ndugu mtazamaji wa channel hii ya Jésus Christ Roi, kama ulivyoona tumekuwa kanisani, tumekuwa na sherehe ya kufunga na kufungua mwaka. Ni usiku wa manane, watu wamejitolea kwa sababu ya kuja kuvuka mwaka kanisani. Nimepata nafasi ya kuweza kuongea na wachungaji, umeweza kusikia maneno ambayo wameweza kusema pamoja na viongozi wa kanisa hili, lakini pia walikutakia mwaka mpya wa baraka, fanaka na maendeleo makubwa, afya bora, afya tele, maendeleo tele. Kwa hivyo kama ndio mara yako ya kwanza unatutazama mahali hapa, ni kuombe tu uweze kujiabone ama kusubscribe kwenye chaneli hii hapa, lakini pia ujumbe huu uweze kusambaza na wengine wote ambao wangetaka uweze kuwafikia, ama wewe ungetaka uweze kuwafikia popote ambapo walipo. Kama vile umesikia mchungaji wetu amesema address ya kanisa letu, unaalikwa kututembelea, unaalikwa kuja mahali hapa kama unapatikana mahali popote katika nchi hii ya Canada. Lakini kama uko popote pale ulimwenguni, basi endelea kufuatilia vipindi vyetu kila siku ya Jumapili, na maanisha chaque dimanche ama every Sunday tutakuwa tunakukujia live kupitia chaneli yetu hii ya Jésus Christ Roi. Mungu akubariki sana. Happy New Year.